Baby, mimi hapa nimeamka leo najisikia vibaya, kwa hiyo nataka kwenda hospitali. Sasa hapa tatizo hela kama 50,000 hivi, sijui unaweza ukanisaidia? Hiyo ni KenTZ, Ken Mtanzania, nipo na dada yetu na hisi sio mgeni kwenu. Nimeona comment nyingi mnaniuliza, jamani, kisa chetu cha dada anayetaka bajaji yake yuko wapi? Leo tupo naye na amenipigia simu kuniambia kwamba Ken, nimepata matatizo. Sasa sijajua matatizo aliyopata ni yapi, ni yale yale ya kuhusu bajaji yake au vipi, kwa sababu mimi binafsi hapa katikati nilikuwa nampigia simu zangu hapokei. Unaona, kwa nataka tuanzie hapa kwanza, atuambie kwa nini alikuwa hapokei simu zangu. Uwiti, mambo vipi? Poa. Uko poa? Niko poa. Habari za siku nyingi? Nzuri. Unaendeleaje? Kama tu hivyo unavyoniona. Unaweza kutuambia ni kwa nini ulikuwa haupokei simu zangu? Mimi nikaona tu bora tu niachane na haya mambo, maana wewe nilikuwa nakwambia sikuelewi, mnanizungusha. Nikaona tu haina haja, tu nimwachie tu Mwenyezi Mungu basi. Kama riziki haikuwa ya kwangu basi tu haikuwa ya kwangu. Unajua kitu ambacho ulikuwa hukijui ni kwamba ile bajaji mimi nilikuwa nafanya tu kama ili wewe upate haki. Sawa? Kwa sababu ni shamba umepambania watu wawili, ulisupport mpaka pale alipofikia, lakini tukienda jinsi ambavyo inatakiwa, wewe ulimdhamini. Sawa? Wewe ulimdhamini, lakini bajaji sio ya kwako. Mbona, ila tuachane na mambo hayo. Nataka uniambie kwamba ni kwa nini leo umeniita. Mimi nimeona tu bora nisamee, kwa maana ninaona kabisa mimi nitaenda kupoteza hata uhai wangu kisa bajaji. Kati bajaji ni kitu ambacho mtu anaweza kukitafuta na ukakipata. Kwa nini unasema hivyo? Jana ilikuwa mida jana usiku kama saa 3. Hivyo amekuja na marafiki zake wamenivamia. Ndio. Kaniambia niachane na bajaji, hii bajaji hainihusu, ni ya kwake. Niachane nayo kuifuatilia. Nikiendelea ni atakuja kunifanyia kitu kibaya zaidi ya kilichonifanyia. Amekuja na marafiki zake wamenifanyia. Alikuvamia? Ndio, na marafiki zake. Barabarani, nyumbani? Wamenifuata nyumbani. Hapa. Ndio, hapa. Okay. Wakaja. Jamani, cha kwanza msishangae kuona pikipiki zinapita hapa afu tunasema tupo nyumbani. Tupo ni kwa rafiki yako? Ndio. Unasema sasa hivi upo kwa rafiki yako? Ndio. Ni barabarani. Kuna kichochoro, watu wanapita kwa mguu, watu wanapita na pikipiki kama mnavyoona. Sisi tuko barabarani. Kwa hiyo msishangae tunaendelea afu pikipiki zinapita. Kwa hiyo ile vurugu lilitokea hapa. Vurugu limetokea hapa kwa rafiki yangu. Ilikuwa ni muda gani? Ilikuwa ni mida saa 3 usiku. Saa 3 usiku? Ndio. Amekuja amenifanyia vurugu, hata hajauliza akaanza kunipiga. Kundo ya majeraha ambayo unayo mkononi, mguuni? Ndio. Kameramani tulia, mimi nataka tutaenda taratibu, tutayaona ya majeraha ili tujue ili swala liko serious au lipo vipi. Sawa? Mbona Kevo sasa anakuwa anakukosea kiasi hicho? Umeona? Lakini kitu kingine pia ambacho mimi naweza kusema kwamba hata wewe pia unakosea, kwa sababu mimi nilijitolea. Sawa? Ili wewe upate haki. Japo kwamba mimi ile kwako siiti ni haki kwa sababu wewe ulimdhamini tu. Sawa, ila nitaka kwa sababu ulimpambania mpaka kupata ile bajaji, ulijitoa kuongea na ndugu yako yule mzee akampa bajaji, pia hela unatunza wewe kwa ajili ya kupeleka hesabu, kwa malengo kwamba mnachokitafuta ni cha kwenu nyinyi wawili. Sasa imekuwaje mpaka Kevo anakuja kukuvamia na tunaweza tukaliona hilo jeraha? Ndio, naweza kaliona. Naweza kaliona eh? Ndio. Hebu ilikuwa baadaye tuone. Ila kama inawezekana, lakini kameramani tunaomba usogeze hapa, tunataka tuone. Sogeza kamera hapo kwenye mguu tuweze kuona bandage ambalo Kevo amemsababishia huyu. Sogeza
kabisa na mguu wenyewe umevimba jamani. Na ndo haya majeraha mengine huko. Ndio, na mkono na mkono pia ananipiga. Na chanzo cha kukupiga ilikuwa ni nini? Chanzo cha kunipiga ni kwamba alikuwa ananiambia niachane na kufuatilia na bajaji hiyo imuhusu. Kaniambia nikiendelea kufuatilia bajaji ataniua kabisa. Basi mimi nikawa napiga kelele. Aliposikia watu wanakuja ndio ikabidi akimbie. Ukiachana na bajaji, kuna vitu gani vingine ambavyo unavidai kwake hivyo? Kakaangu, vitu na vidai ni vingi sana. Tofauti na bajaji. Hata ile simu pia anaotumia ni simu yangu. Mimi ndo nimempa hivyo simu ile, nimemnunulia nikamwambia tumia wewe simu kubwa. Maana alisema nataka kujiunga na usafiri sijui ili awe wana request ndio Bolt sijui safari. Ni lazima utumie simu kubwa. Lakini na wewe pia unapokosea. Kwa nini ulikuwa upokee simu zangu? Wewe ndo umenitafuta na chanzo cha kunitafuta itakuhakikisha kama Kevo ni mume wa mtu, si ndio? Tukalifanikisha hilo swala kugundua kweli Kevo ana mke na ana watoto wawili. Si ndio? Baada ya hapo sasa, kwa sababu alishakupotezea muda kwenye mahusiano miaka 4, mimi nikaona sio vizuri akuache tu for free. Nikawa nimejitolea kukupambania upate chochote kitu kwa Kevo. Kwa nini ulikuwa haupokei simu zangu? Kakaangu, chanzo cha kutafuta mimi. Kevo mimi kanitishia. Kanipiga kama hivi. Alafu nikaona kama nyewe mnanizungusha. Aliponipigia simu, mimi nikajua labda mko wote. Maana kaniambia nakuja hapo. Alikuwa anaongea kwa ukali. Aliponiambia hivyo kwa sababu aliniahidi kwamba hiyo bajaji nitaipata na Kevo pia nitampata. Kwa alivyonipigia hivyo, mimi nikamuelekeza nikamwambia nipo kwa rafiki yangu. Cha ajabu akaja kunifanyia vurugu. Kakaangu, mama wangu mimi ndio unaniponza. Usilie. Nyamaza kwanza. Kitu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba mimi ili swala bado naendelea kufuatilia. Nisikilize. Mimi mpaka leo Kevo naendelea kumtafuta, lakini mpaka pale kijiweni kwake ambapo anapaki bajaji hayupo, ametoweka. Umeona? Kitu tu ambacho naweza pia kuwapa habari, kwa sababu nimeona watu wengi wananiuliza kwamba habari ya mama wawili imeishia wapi. Mama wawili ipo hivi. Mama wawili nilifanikiwa kumconnect kwenye ile kazi ya saruni, na mpaka sasa hivi anafanya kazi saruni, anakimbiza vibaya. Ashatengeneza wateja wengi na bahati nzuri ameaminika, amekabidhiwa ofisi nzuri kubwa ya kusuka, anasuka mitindo yote. Kwa wale wote ambao wanatamani kumsapoti mama wawili, sio kwa kumpa chochote kitu wala nini, unamsapoti kwa kwenda saluni kwake kusuka. Utaonana face to face na mama wawili, mtapiga story mambo mawili matatu. Pole bana. Kakaangu, mimi hapa nilipo siwezi kufanya kitu chochote. Hata hela siwezi kufanya kazi. Lakini siwezi pia kutembea. Hali yangu ndo kama hii kakaangu, mimi ndo kila kitu, mimi nitakia nilishe kwetu. Mimi nitakia nitumela nyumbani. Siwezi kufanya chochote. Rafiki yako wapi? Rafiki yangu yupo. Lakini hana kazi na yeye ya muhimu inayomuingizia kipato. Hela ya kula kakaangu, nikwambia sina hata hela ya kula. Sina chochote kakaangu. Ngoja labda watu angalia namna kukusaidia. Usijali kwa sababu mimi leo nimefika kwa siku ya leo, mimi nitaangalia namna ya kukusaidia. Mnaishije wewe na rafiki yako? Wewe rafiki yako mwenyewe kwanza yuko wapi? Anaitwa Samira. Anaitwa Samira. Ndio. Yuko wapi? Yuko huko ndani. Yuko ndani. Ndio. Ngoja shika labda nikamcheka. Shika. Bwana mwita hapa nije tuongee naye mawili matatu kwanza. Sijui hapa hata tukaeje jamani. Embu jibani kwa kule kidogo. Sawa, sogea lakini kidogo. Hapa rafiki yangu unakaa vizuri? Unakaa?
Kwanza poleni bana kwa majanga ambayo yametokea. Nasikia rafiki yako kuna watu wamemletea fujo hapa nyumbani. Ya ndio. Ndio kama hivyo mnavyoona. Hali yake ndio ipo hivyo. Poleni, lakini mimi naendelea kwa promise, mimi Kevon nitaonana naye, na kama ni sheria za juu zaidi kwa kipindi hiki inabidi zichukuliwe, kwa sababu nilitaka ili swala tulimalize kifamilia, ni tulimalize kishikaji na swala liishe, kama ni haki ya huyu ipatikane. Lakini kwa hapa ilipofikia mpaka amekuja na watu kuja kumpiga kwamba asifuatilie ile bajaji haimhusu. Umeona, lakini kwenye 1 na 2 nilichogundua ni kwamba ile bajaji udada inamhusu, kwa sababu tumeangalia mpaka baadhi ya vyeti vya ile bajaji vina jina la huyu hapa. Umeona, ile kadi ya ile bajaji ina jina la huyu hapa, halina jina la Kevo. Sawa, kwanza hata hivyo na mimi nimefurahi kukuona, maana na jambo langu nataka unisaidie, na kipengele changu nataka unisaidie. Una jambo lako tena? Tofauti na ile ambayo limenileta. Ndio. Sawa, mimi nipo hapa kwa ajili ya kusikiliza, na kama tunaweza tukalitatua kwa muda huu ni vizuri zaidi. Sawa, nilikuwa nataka umchallenge boyfriend wangu. Mbona umefurahi? Hizo challenge ni muda tu sijazifanya. Kwa hiyo wewe unataka kumchallenge boyfriend wako? Nataka nimpigie simu. Nimwambie kwamba nimepata matatizo. Nataka niende hospitali. Nataka anitumie kiasi cha shilingi 50,000. Sasa nataka nijue, je, ataweza kunitumia au atasema nini? Unataka umpigie mpenzi wako umwambie kwamba unaumwa. Unataka kwenda hospitali. Akusaidie 50,000. Kwanza kabla tunaweka mpenzi wako hiyo hela naye. Yeye anaweza akawa nayo. Sasa si mpenzi wako lazima kipato chake ukijue kwamba yani mpaka unampigia mtu unaweka kabisa kwamba unajua huyu mimi nikimpigia nikimwomba 50,000 ananipa. Anaweza akanipa, kwa sababu hata nikiwa na shida nyingine ndogo ndogo nakuwa namwambia, lakini sije kumwomba 50,000. Nilikuwa naishia 30, 20, 10,000. Si unajua tena sisi tupo hapa tuna kazi. Kwa ndo hivyo inabidi tupambane hivyo vile tule. Kwa leo tunampiga kizinga cha 50,000. Vipi kitokea amekataa? Sijui, ila tujaribu kwanza, ila na hawezi kukataa. Sawa, mimi kitu ambacho nakisema kila siku ni kwamba upendo upo kwenye kujitoa. Ukiona unapata tatizo alafu mtu wako hawezi kukusaidia, huyo hakupendi. Umeona, na akiwa ana uwezo wa kukusaidia alafu akaacha kukusaidia, huyo hakupendi. Mtu kama anakupenda lazima ajitoe kwako. Mimi naomba umpigie. Sawa? Sawa. Tumuombe hiyo 50,000. Kwa hiyo akitupa hiyo 50,000 tunaenda kuifanya nini? Tutanunua tu mahitaji, maana ndani hamna unga, hamna mchele, na sisi hatuna kazi maalum. Yaani mimi kama mimi sina kazi. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam mnafanya shughuli? Mimi mwanzo nilikuwa tuna kikazi changu, lakini sasa ndio hivyo imetokea, nimefilisika. Sasa hivi tupo nyumbani. Niko tu. Sasa hivi upo nyumbani na mgonjwa. Pole sana. Asante, tunapambana hivyo hivyo, nitakachokula mimi ndo atakachokula yeye. Huyu ndugu yangu siwezi kumtupa. Kweli? Ila kweli, kwa sababu tangu muda alinipa story kwamba ameona kukaa nyumbani kwake kwa changamoto anazozipitia hawezi. Ni bora aishi maisha magumu lakini akiwa yupo na rafiki yake. Bila kuchelewa, mimi naomba tumpigie huyo mshikaji tuweze kumsikiliza sasa. Sawa? Una muda naye gani kwenye mahusiano kwanza? Sipo na muda mrefu, ni kama tuna wiki 3-2 hivi, kitu kama hicho. Wiki 3-2 ndio mtu namsefu jina zuri hivi? Mimi. Hello? Hello. Baada saa hizi wewe. Safi, mambo? Sisi hatujambo, tunamshukuru Mungu. Baby, mimi hapa nimeamka leo najisikia vibaya, kwa hiyo nataka kwenda hospitali. Sasa hapa tatizo hela kama 50,000 hivi, sijui unaweza ukanisaidia? Halo? Halo?
Mtu kasikia elfu hamsini kajifanya kama simu mtandao unasumbua. Hebu tujaribu kumpigia. Mungu atumpigie tena. Itakuwa mtandao unasumbua. Hebu mpigie tena. Aita. Sijui shida ni nini? Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali. Sina jaribu tena kumpigia kwa mara mwisho bana. Mtu kapokea simu vizuri, kasikia elfu hamsini tu. Sauti kafanyaje? Imekwama. Mara tena unapiga simu haipatikani. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Asante. Sorry, the number you have dialed is unreachable. Please try again later. Thank you. Samahani. Wewe unaomba ufanye challenge ujue kama mtu anakupenda. Sasa hivi umepata jibu gani? Hapo nimepata jibu, hamna upendo hapo kwa kweli. Yaani kama upendo upo, yani asilimia chache sana. Uponea kwenye mahusiano wiki 3. Wiki 3 tunaweza tukamaliza. Siponaye muda mrefu sana, wiki 3 tu. Umesema kwamba ushaku muombaga 30,000 akakupa. 20,000 ananipa 30,000, lakini sije kumuomba 50,000. Yaani kupanda juu sijawahi. Huenda kaona kama unamzoea hivi. Umemwomba mtu wiki 3 tu umemwomba 20,000, umemwomba maana yake tayari ushakula 50,000 mpaka sasa hivi. Kwa leo 50,000 unataka ule laki. Ndio hivyo. Basi sawa bana, pole lakini. Amna, usijali, asante. Si ngoja tuendelee kumsikilizia, ila tutampigia tena simu. Ngoja ndio kuongea na mgonjwa. Sawa, tujue tunafanyaje. Maana kitu ambacho nilikuwa nimekuitia ni kwamba nikukupa pole kwa sababu kuna mtu ambaye ipo kwenye hali kama hii, na ndio hivyo, nyote ni wapambanaji, lakini kwa kipindi hiki mwenyewe anasema kwamba anakutegemea wewe, alafu wewe mwenyewe kazi umesimama kwa sasa hivi. Ndio nataka nikuulize sasa. Yeye anaumwa, wewe kazi imesimama. Wewe sasa hivi unaishije? Yaani mnakulaje huko ndani? Kwa kweli kula kwetu changamoto. Ndio hivyo tu, kama hivi nimempigia mpenzi wangu, bwana na shida na kesi fulani, au mama nyumbani nampigia, maana siwezi kutumia mwili wangu eti niingize pesa. Hapana, hicho kitu kinapaswa. Nyie mna tabia ya kudanga? Hapana. Namna. Hatuna. Vipi kitokea mtu anataka kuwa support sasa? Kiukweli tutashukuru Mungu kwa sababu atakuwa ametuinua kwa namna fulani, maana sasa hivi hatuna kinachokitegemea, na ukiangalia mwanaume ambaye unamtegemea wewe anakusupport ndio huyu ambaye umempigia simu 50,000 amezima simu, si ndio? Leo mna ratiba gani? Leo hatuna ratiba yote ya kutoka labda au? Yaani kwamba leo mna ratiba gani? Leo mna ratiba kula nini au hela ya kula leo ipo? Hela ya kula leo tunayo. Mnayo? Basi kwenye hela ya kula leo na mimi nitawaongezea walau 20,000. Sawa? Sawa, tashukuru. Basi sawa, mimi naomba nikutakie jioni njema na kazi njema, kaendelea na kazi ambayo unaifanya. Mimi ngoja endelee kupiga story na rafiki yangu. Simu Sawa. Watu wamekuona kweli? Eti watu wamekuona kweli? Wameniona. Eti jamani, ninyi mmemuona kweli au hamjamuona? Kameraman. Sasa cha kukusini kwamba mimi nitamtafuta Kevo. Sawa? Kwa sababu mimi swala la kula tayari nishaliweka sawa kwa mama wawili uhakika wa kutoka na 10,000 15,000 kwa siku tayari anao. Sasa kakaangu kama mama wawili kashapata uhakika 10,000 15,000 haina shida. Mimi hiyo awe ni mambo yao. Kuhusu mimi kwa hii hali yangu, naomba mtafute Kevo basi anipeleke hata hospitali, maana sina hata hela kwenda hospitali. Kwa hii hali yangu mimi nitakula nini? Sawa huko mawili sijui mimi hayo hayanihusu, maana mimi basi niliamua kusamehe, lakini amenifanya hivi kakaangu. Mimi nitakula vipi sasa? Kama mtegemea rafiki yangu, kuna muda marafiki kuna muda mtu anakuchoka, atanichoka.
Sio kila siku nitamtegemea mtu, mimi tu nakaa tu. Basi sawa, mimi nakuahidi ile swala nitalishughulikia kwa ukubwa. Kevo nitampata, yani mguu wangu mguu wake Kevo nitampata na tutajua hatima. Umeona, na ile bajaji na kuhakikishia. Sawa? Kwa sasa hivi sitoangalia sheria wala nini, ila ile bajaji mimi nitakapokutana na Kevo popote, ile bajaji nitaichukua, nitaileta hapa, alafu Kevo ndo atakuja hapa tuje kuongea hapa. Sawa? Sawa. Kwa mimi nikutakie jioni njema. Sisi ngoja tuondoke. Nilitikia tu wito nilivyosikia kwamba umepata ajali hivyo. Mimi nikutakia jioni njema. Wa cameraman, kwa video ndugu yangu.